Ni kwamba unapoenda kinyume na agizo la Bwana au kinyume na neno la Bwana, Mungu anaruhusu upigwe na adui zako. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hii ni habari ya mtu ambaye ameokoka, si habari ya kila mtu. Yale ambao hawajaokoka hawajajua neno la Mungu linafanya nini katika maisha yao, bali na maana gani kwenye maisha yao. Wakati mwingine hata wakisikia hawalielewi. Bwana asifiwe. Lakini waliokoka, watoto wa Mungu, neno la Mungu ni la maana sana kwenye maisha yao. Bwana asifiwe. Watoto wa Mungu, neno la Mungu ni la maana sana kwenye maisha yao. Kwa hiyo ni vyema sana ukawa na ule moyo wa kukubali na moyo wa kusikia, ili neno la Mungu liweze kukusaidia, ili pia uweze kuwa kama vile ambavyo Mungu anataka uweze kuwa. Bwana asifiwe. Hadi za Mungu maishani mwa watu wake kwamba wawe na uzima, wawe na afya, wabarikiwe, wawe washindi, wawe na amani, wawe na furaha. Bwana asifiwe. Hadi za Mungu kwa watoto wake, hadi za Mungu kwa watoto wake. Na hichi ndio kitu ambacho kilimtoa Yesu pale mbinguni, wakati ambapo mwanadamu tangia mwanzo Mungu alimuumba atawala, aishi maisha mazuri yenye amani ya furaha, lakini alianguka katika dhambi. Dhambi ikaleta matatizo, kifo, magonjwa, umasikini, taabu za kila aina, kupigwa na mapepo, kuonewa na mizimu. Maisha ya taabu ni dhambi isababisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu kwa sababu alimpenda mwanadamu akafanya plani B, akamtoa Yesu mwenyewe. Akasema nitume mimi, akaja ili kuja kurejesha tena uhusiano wa mwanadamu na Mungu ambao uliharibika pale kwenye bustani ya Edeni. Bwana asifiwe. Uhusiano wa Mungu na mwanadamu, au tuseme urafiki wa Mungu na mwanadamu, wakati uliharibika pale kwenye bustani ya Edeni, wakati ambapo mwanadamu alikula tunda ambalo aliambiwa asile, bila kula yote, kile mtu wakati usile. Bwana asifiwe. Alipokula shida ikaingia. Kwa maana unaona wanakimbia wanaenda kujificha, wanajiona wakiwa uchi. Tangia mwanzo wako kwa mavazi ya watu, wako wamevaa. Bwana asifiwe. Ila waliona wako uchi kwa sababu uwepo wa Mungu uliondoka kwao walipoanguka tena dhambi. Uwepo wa Mungu ukaondoka kwao, ndio wakajiona wako uchi. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapo ndio shida iliingia, matatizo yaliingia, dhambi ikaingia, shida zikaingia. Lakini Mungu alimpenda mwanadamu, akamtuma tena Yesu aje ili atupatanishe tena na Mungu. Ndio maana leo hii tunaitwa wale ambao wamemwamini Yesu wakazaliwa mara ya pili, wanaitwa ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba dunia nzima na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Dunia nzima na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Kitu chote kile ni mali ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu alivifanya. Na watu wote ni wa Mungu. Watu wote ni wa Mungu. Lakini kuna watoto wa Mungu na kuna watu wa Mungu. Na watoto wa Mungu ni wale ambao wamezaliwa mara ya pili, kama kile kitabu cha John chapter 1 verse 12 kinavyosema, kama wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto waliompokea. John chapter 1 verse 12, waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wale ambao wanaliamini jina lake, sio wote. Wale ambao hawamwamini bado hawajafanyika watoto wa Mungu. Wao ni watu wa Mungu tu. Wale ambao wamemwamini, wale ambao wameshamwamini, hao ni watoto, ni wana feva ya Mungu, wana upendeleo wa Mungu. Wakimwita Mungu anaonekana, wakimwomba Mungu anajibu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen yako iwe na nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale ambao hawajamwamini
Lakini wale waliopokea, hao ndio wana favor hii, wamefanyika watoto wa Mungu na Mungu anawaona, na wao ndio ambao Mungu anawaangalia kama bado kama kweli au kama wameamua kumfuata yeye kikamilifu, kutembea katika njia zake na kushika maagizo yake. Na inapofika wakati ambapo huyu mwana wa Mungu ameasi maagizo ya Bwana, ameacha kulishika neno la Bwana, amekengeuka, amefanya dhambi, Mungu ruhusu shetani ashughulike naye. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumpe makofi mazuri. Haleluya. Mungu ruhusu shetani ashughulike naye kwa sababu ameasi na anaujua ukweli. Bwana asifiwe. Kile kitabu cha Mungu anajifunza, unapoenda kinyume na maagizo ya Mungu, anaruhusu upigwe na adui zako. Waamuzi 6:1. Kile kitabu cha Waamuzi, Judges. Waamuzi ni Judges. Yes. Verse 6 kuanzia verse 1. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitasoma Waamuzi 6 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka hao wana wa Israeli walikuwa kule Misri, wakafanywa kwa watumwa, wakateswa, wakalia. Mungu akasikia kilio chao. Mungu aliposikia kilio chao, akatuma Mwokozi ambaye ni Musa, ana kule Misri, akawatoa kule. Unajua tu vile vinasema kule Misri, ndipo Musa aling'ang'ana na wao, ishara zikatendeka, Farao akakataa. Lakini mwisho Mungu akafanya maajabu mengine, wakati wakaondoka. Hao watu pamoja na kuona kile ambacho Mungu alifanya kuwatoa kule Misri kwenye utumwa, kwenye mateso, wanafika njiani, wanakengeuka, wanamsahau Mungu, wanaanza kufanya maovu. Wameokolewa kule Misri kwenye utumwa, kwenye shida. Bwana asifiwe. Sasa Mungu anaomba maagizo wayafuate, ndio aweze kuwa pamoja na wao siku zote za maisha yao. Lakini wanafika mahali wanakengeuka, ambapo ni kitu ambacho kinafanyika mpaka leo hii. Bwana asifiwe. Unakuta mtu kabla hajaokoka, hajampa Yesu maisha yake, na kitu kimfanya aokoke ni shida alizopitia, matatizo aliyopitia, mambo magumu aliyokutana nayo, akang'ang'ana kwa akili zake zote, kwa elimu yake, kwa ujanja wake, kwa fedha zake, ikashindikana. Akaona imefika mwisho, akasikia Injili, akaamini, akaokoka. Imani huyu mtu alikuwa ni ugonjwa ambao ulikosa dawa, alikuwa akashindwa, Mungu akaponya. Bwana asifiwe. Mtu alikuwa hana kazi, Mungu akampa kazi. Hana biashara, Mungu amempa biashara. Ndoa ilikuwa haina amani, Mungu ameponya ndoa yake. Baada ya kumpa Yesu maisha, alikuwa kwenye utumwa, kwenye magonjwa ya kutisha, kwenye umaskini, hana kazi, ndoa haina amani, watoto ndio wamekuwa vivurugi, wanatumia barabara zao na kulevya, wameharibikiwa. Lakini Mungu akawa anamtoa paa, anafanyika kwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Na inafika wakati mpaka mtu anazoea ule wokovu, anasahau Mungu alimtoa, alafu sasa anarudi tena katika dhambi. Bwana asifiwe. Tunapata habari moja ya jamaa mmoja ambaye ni rafiki yetu sana, bali alikuwa kitambo sana. Bwana asifiwe. Alikuwa kitambo sana.
lakini ninapomuona, ukimwona ameokoka kabisa, lakini unashangaa unapata habari mtu kuna mali anajificha, anafanya nini? Anafanya maovu na ameokoka. Bwana sifiwe. Yuko ndani ya kanisa, Yesu ni Bwana, lakini njia zake na Mungu haziko sawa. Nataka usikie somo vizuri, haziko sawa. Amegeuka, amerudi mahali alipokuwa kabla au hajaokoka. Dhambi ambazo alikuwa anazifanya ndio anazirudia kuzifanya tena. Ibada za sanamu amerudi huko kuzifanya. Bwana amerudi kufanya kawaida zile alizokuwa nazo kabla hajaokoka. Bwana haleluya. Nataka usikie kitu. Ndio maana tunaposoma kitabu hiki, sema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 70. Kilichofanya Mungu awatie mikononi mwa Midiani miaka 70, walifanya maovu. Bwana asifiwe. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Kumbuka wakati walikuwa na Mungu, walipokuwa na Mungu, mkono wa adui haukuwa na nguvu juu yao. Shetani hakupata nafasi juu yao. Magonjwa hakupata nafasi juu yao. Kuharibikiwa, kosa amani. Yaani Shetani hakupata nafasi juu yao wakati ambapo walikuwa na Bwana. Bwana asifiwe. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome, wakatafuta mahali pa kujificha. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Wamaleki na wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanda marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha hadi ya Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, na waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitozwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Haleluya. Shida imeingia wakati wana wa Israeli wamemwacha Mungu akafanya dhambi. Mungu akaruhusu maadui waje wawapige, wakalima mazao, maadui wakaharibu. Bwana sifiwe. Kila kitu ambacho kilikuwa ni faida kwao, ng'ombe mpaka kondoo, kila kitu maadui wakachukua. Mafanikio yao, baraka zao, kufanikiwa kwao, adui akapata uwezo juu yao. Lakini wakati walikuwa na Mungu, imagine, walipokuwa na Mungu walikuwa sawa. Tuambie, walikuwa na ng'ombe na kondoo, wakalima, walivuna, maisha yalikuwa ni mazuri walipokuwa na Mungu. Lakini walipomwacha Mungu, nini kimetendeka? Mafanikio yao, baraka zao, uzima wao, afya yao imepigwa na maadui. Kondoo wamechukuliwa, ng'ombe wamechukuliwa, mazao waliyolima yamechukuliwa, wakawa wanajificha kwenye mapango. Bwana sifiwe. Nasema kwamba Wamidiani waliwatesa sana, waliwatesa sana. Bwana sifiwe. Madhara ya kwanza kutii maagizo ya Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Watu wanazunguka, watu wanalia, wameokoka, wana masikitiko, wanakimbia hapa na pale, wanatafuta msaada vile Mungu atawasaidia. Hawatoka kwenye shida walizo nazo, wameokoka bado ni masikini,
wameokoka bado wanasumbuliwa na magonjwa, wameokoka bado mapepo wanawasumbua, waganga wanawapiga, wachawi wanawapiga, wameokoka mapepo na mashetani yanawasumbua, yanawatesa, hawana amani, hawana furaha. Sikiliza, wana wa Israeli walichokipitia. Yasema kwamba wakateswa sana baada ya kumwacha Mungu. Lakini wakati walipokuwa na Mungu, mambo yalikuwa sawa. Bwana asifiwe. Pesa mazuri. Wakati walipokuwa na Mungu, hawajamwacha Mungu, mambo yalikuwa sawa. Maana tunaambiwa kwamba walikuwa na ng'ombe, walilima, walikuwa na kondoo. Lakini sasa wamemwacha Mungu, Wamidiani wamepata nguvu juu. Yaani adui shetani hana nguvu juu yako ukiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie shetani hana nguvu juu yako ukiwa na Mungu. Haleluya. Hana nguvu. Lakini unapomwacha Mungu tu kidogo hivi, ni kama umefungua mlango. Umemwambia ingia, ulikuwa umefunga. Imagine umelala kule ndani ya nyumba, umefunga mlango wako vizuri kabisa. Umeweka stopa zote, umeweka makufuli zote. Pande zote umeweka. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati umefunga duka lako vizuri, nyumba yako vizuri, weka geti lako vizuri, maadui wakipita hawapati nafasi ya kuingia. Your security ni kali. Haleluya. Ulinzi ni mkali, hapati nafasi ya kuingia. Lakini nafika wakati unasema hapana, unajisahau. Unaacha kufunga mlango, cha kufunga geti, hata kama ni mlinzi, unamwambia hapana, najitosheleza. Anaondoka. Haleluya. Waizi wanakuja, wanaingia, mlango umeacha wazi, wanakusanya kila kitu, wanachukua. Maisha yako yanaharibikiwa. Na hapa kwa mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu uliokoka leo hii, nikusaidie. Tambua ya kwamba shetani anaenda mbali. Bwana asifiwe. Haleluya. Pamoja na kusema umeokoka, umempa Yesu maisha, shetani anaenda mbali, anazunguka, anatafuta kama utafungua mlango aingie. Bwana asifiwe. Akikuta umefunga mlango ataondoka, kuta umefunga mlango ataingia, na akiingia, mpendwa, utajua hapo atafanya zaidi ya vile ambavyo alikuwa anafanya kabla hujaokoka, kwa sababu ulimkataa. Wanasi hao wana wa Israeli walipokuwa na Mungu, mambo yalikuwa sawa. Adui hakupata uwezo juu yao, lakini wamemwacha Mungu. Wamidiani wamepata nafasi, mlango umefunguliwa, wakaanza kuwatesa, wakachukua mali yao, wakaharibu. Bila sababu waliwatesa sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapomwacha Mungu, unapomwacha maagizo ya Mungu, shetani anapata kibali cha kuja kukushambulia. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu kazi alikuja kufanya, alikuja kumtoa mwanadamu kwenye vifungo na mateso. Lakini mwanadamu kama mwanadamu, inafika wakati anajisahau. Kumbuka wakati ambapo ulipompa Yesu maisha yako, ulikuwa mwaminifu sana kwa Mungu. Ulimpenda Mungu, ulimtumikia Mungu, ulimwabudu Mungu bila kuchoka. Ulimpenda Mungu. Hakuna kitu chochote kingekutenganisha na Mungu. Ulikuwa kama kichato, kwa umechanganyikiwa sababu ya kumpenda Mungu. Ibada zako limaanisha, kuomba kwako limaanisha, kutoa kwako limaanisha, sadaka zako limaanisha, hata kushuhudia ulikuwa unashuhudia.
nimeokoka. Ukiokoka Yesu ni mzuri, lakini baada ya kukaa kwenye wokovu imefika mahali umejisahau, umerelax, umekuwa busy na mambo yako, kwa busy na mambo yako, upatikane tena karibu na Mungu. Maisha yako yamekuwa ni yale ya wakati ambapo haujaokoka, umerudi tena katika maisha ya dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Umerudi tena zile tabia ulizokuwa nazo kabla hujaokoka. Imekuwa sababu ya wewe kuingia katika shida. Kumbuka wakati ambapo ulikuwa na Mungu, shetani hapana nafasi juu yako. Lakini wakati ambapo umemwacha Mungu, angalia mambo yamekuja. Ukitafakari tu, mtu wa Mungu mahali upo sahihi. Kama kuna jambo ambalo linaendelea kwenye maisha yako, ukitafakari, ukirudi nyuma, kama hujasahau, utakumbuka kuna mahali ambapo nilijisahau. Ndio maana napita hiki ninachokipita. Bwana, ndio maana nikimwita Mungu hajibu tena. Ndio maana nikimwomba hajibu tena. Ndio maana nikimtafuta aonekane tena. Kumbuka wakati ulipookoka hivi, ulipokuwa na maanisha kwa Mungu, ulikuwa ukiomba anakujibu immediately. Bwana, ukimwita anaitika. Wakati ambapo ulikuwa na wakati na yeye, wakati ambapo haukuwa busy, kuna mambo ulikuwa unamuuliza, anafanya, anatenda kwa wakati. Lakini leo Bwana sikiza kinachowapata wana wa Israeli. Wamesahau kwamba walitoka Misri kwa Farao, aliwatesa, aliwatumikisha. Leo wamekuja kuabudu miungu mingine, wameanza kushika sheria za Bwana. Mungu ameruhusu wapigwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu. Mungu ameruhusu. Si ajabu hata magonjwa uliokuwa nayo kabla hujaokoka yakakurudia. Sababu security ya Mungu haiko tena, imeondoka. Umemwacha aliyekuwa anakulinda. Bwana asifiwe. Yesu makofi. Waamuzi chapter 3 verse 7. Mungu atusaidie sana tujitambue. Unatafuta mchawi ni nani? Kumbe mchawi ni yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Unatafuta nani aliyekuroga? Kumbe mchawi ndio umejiroga mwenyewe kwa kumwacha nani? Mungu. Verse 7 mpaka 10. Nitasoma Waamuzi 3:7 mpaka 10. Wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakawatumikia mabahali na Mashtorethi. Kwa hiyo hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauliza na kuwatia mikononi mwa Kushani-Rishataimu mfalme wa Mesopotamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisha wana wa Israeli walipomlingana na Bwana akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yaani Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa Kalebu. Roho ya Bwana ikamjia juu yake, naye akawa mwamuzi wa Israeli. Akatoka kwenenda vitani, naye Bwana akamtia huyo Kushani-Rishataimu mfalme wa Mesopotamia mkononi mwake, na mkono wake ukamshinda Kushani. Tuangalie kwa sababu ya muda. Hebu acha nisome. Basi nasema wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakamsahau nani? Bwana. Walifanya nini? Maovu, wakamsahau Bwana Mungu wao, nao wakawatumikia mabaali na Mashtorethi. Kwa hiyo hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushani-Rishataimu mfalme
wa Mesopotamia, na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushan-Rishathaimu muda wa miaka 8. Bwana asifiwe. Wakamwacha Mungu wakatumikia mfalme mwingine. Biblia inasema kwamba mstari wa 12, basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana, naye Bwana akamtia nguvu Egiloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wamefanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana. Bwana akamtia nguvu adui yao Egiloni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Huyu Egiloni akakutanisha kwake wana wa Amoni na Amaleki, akaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Bwana asifiwe. Walipomwacha nani? Mungu akaenda adui yao akawapiga. Bwana asifiwe. Lazima huyo Egiloni akakutanisha kwake wana wa Amoni na Amaleki, akaenda na kuwapiga Israeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende, wakawapiga, wakachukua mpaka ule mji wao. Baada ya nini? Wana wa Israeli kumwacha Mungu. Wakati ambapo walikuwa na Mungu, hii shida ipo. Bwana asifiwe. Haleluya. The same you, unapomwacha Mungu, shida zinatokea, matatizo yanatokea. Ndio maana watu wanahangaika leo, wanakimbizana na vitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wameokoka, wanasema Yesu ni Bwana, lakini kwa sababu wamekataa kulishika neno la Bwana. Haleluya. Wamekataa kushika maagizo ya Mungu, ndio wanahangaika. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha nikwambie mpendwa, neno la Bwana likiwa ndani yako litakusaidia. Neno la Bwana liko ili kukufanya wewe uyafanye mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno la Bwana, kuna kitu kingine chochote ambacho Mungu anataka kwako. Bwana asifiwe. Anataka tu ulisikie neno lake na kulitii. Kumbuka Deuteronomy chapter 28 verse 1. Hebu namba mpaka verse 3. Sikiliza. Kinachotesa watu ni kwa sababu hawataki kulishika neno la Bwana. Hawataki kumtii sauti ya Mungu, hawataki kufanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana wanapata shida. Hao walipigwa kwa sababu nini? Walikataa kushika maagizo ya Mungu. Mungu akainua adui yao, tena akampa nguvu ya kuwapiga. Bwana asifiwe. Imagine Mungu anapatia adui yako nguvu ya kukupiga kwa sababu umemwasi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yaani Mungu unasema ni wa rehema. Kweli Mungu ni wa rehema. Lakini fanya mistake tu umwache. Haleluya. Fanya tu mistake, wacha kutii maagizo yake. Fanya tu mistake, uishi maisha ya dhambi, umwasi Mungu, ndio utajua haujui. Unasema ni wa rehema. Lakini wewe kwake, wewe kama mwanae, kama mtoto wake, umezaliwa mara ya pili, tunza sana wokovu wako. Maintain sana wokovu wako. Ndio maana watu leo wanahangaika na wameokoka, wanahangaika hapa na pale, wanatafuta ishara, muujiza, matendo makuu ya Mungu, kwa sababu wameshindwa kujielewa. Baada ya kupa Yesu maji, badala wakae kwa neno la Bwana, wamwone Mungu kwenye maisha yao, wameanza kwa kuona wanahangaika. Bwana asifiwe. Wananua mafuta, mawe, kifagio, chumvi, wananunua. Bwana asifiwe. Haleluya. Stika za wachungaji wananunua. Kwenye magari wameweka, kwenye nyumba wameweka, kwenye biashara wameweka, watembea na maji. Fika kwenye biashara mpaka amwage maji, amwage mafuta.
Yesu anawatafuta watakao mwabudu katika roho na kweli, sio kwa kuangalia vitu. Yesu anahitaji kitu cha kumsaidia ili afanye jambo kwako. Bwana asifiwe. Yesu anataka kitu cha kumsaidia ili afanye jambo kwa ana uwezo. Bwana asifiwe. Hebu soma hicho kitabu tumesema Deuteronomy. Ujue kitakacho kusaidia wewe ukifanikiwa, maisha yako yakiwa sawa, ukiwa umebarikiwa, ni neno la Bwana likiwa ndani yako. Ukilitii, kushika maagizo ya Mungu, lazima uone Mungu akipamoja na wewe na baraka za zitakuwa juu yako. Deuteronomy 28 from verse 1 mpaka 3. Tasoma. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyashika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Nasoma basi tu. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Amina. Sikiliza. Amen. Utakaposhika maagizo yake na kuyafanya, ndipo utakapofanikiwa na atakutukuza, atakuweka juu. Utabarikiwa mjini mpaka mashambani. Hakuna mpaka wa kubarikiwa. Ukishika neno la Bwana, hakuna mpaka wa kubarikiwa. Lakini kwa sababu watu hawataki kulishika neno la Bwana, hawataki liwaongoze, hawataki liishi ndani yao, pamoja na kusema wamekuwa wanahangaika wakitafuta. Bwana asifiwe. Haleluya. Na Mungu anaona mahali kwenye ukweli hawataki. Kwenye ukweli hawataki. Bwana asifiwe. Hawataki, maana Mungu anaambiwa kuhusu dhambi zao na makosa yao. Bwana asifiwe. Wanakimbizana na vitu, miujiza, ishara na maajabu. Kumbuka, kubarikiwa ni haki yako. Kama umeokoka, uponyaji ni haki yako. Maisha mazuri, amani ni haki yako, ukiwa na Yesu ndani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kama ni mwaminifu kwa Mungu, uponyaji ni haki yako, maisha mazuri ni haki yako, baraka ni haki yako, kuinuliwa ni haki yako, kufanikiwa ni haki yako. Kama utalishika neno, kama bila ukishika maagizo yake na kuyafanya, atakubariki mjini mpaka mashambani. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini shida imeingia, watu hawataki neno, hawataki neno kuliweka na liwasaidie. Hawataki kuishi katika mapenzi ya Mungu, hawataki kuishi maagizo ya Mungu, ndio wanahangaika, wanakimbizana na ishara na maajabu. Kitabu kile cha Marko 16:17. Nafikiri unamta amefika pale. Marko 16:17. Bwana asifiwe. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ishara itafuatana na hao waaminio. Kila aliyeamini, kila aliyeokoka, ishara zitafuatana na yeye. Miujiza itafuatana na yeye. Ndani yake kuna nguvu ya Mungu. Haleluya. Amen. Sio pasta, sio nabii, sio mtume, sio mwinjilisti. Kila aliyeamini, kila aliyeokoka. Hamjafika mkanisomea? Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Amina. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kila aliyeamini. Ishara hizi ni sehemu ya maisha yake, anatembea nazo. Haleluya. Sasa watu hawataki ukweli. Hebu sasa Thessalonike wa pili 2:9 pale. Tuone vile ambavyo watu wanang'ang'ana. Hawataki Yesu ndani yao, hawataki Yesu, hawataki kushika mapenzi ya Mungu. Wanahangaika. Wanafikiri Mungu anafanya magic, wanawaziwa miujiza. Bwana asifiwe. Kwanza tutoke hapo, wanaweza miujiza. Twende Mathayo 10:8 kwanza. Tutaenda huko kwingine baadaye. Wala sifa Mungu ana sababu hiyo. Mathayo 10:8 soma pale. Wanang'ang'ana kununua miujiza, mafuta, mawe, kitambaa, kashfa. Kwa hiyo soma pale. Tasoma.
Matthew 10:8 nasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Mungu alishaagiza. Hii miujiza tumepewa bure. Hii nguvu nimepewa bure. Hii kipawa nimepewa bure. Sina uhalali wa kuuza hiyo miujiza uponyaji huo. Sina uhalali huo. Sema nimepewa bure, toeni bure. Ni wangapi wananunua leo? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Mtumishi wa Mungu wa kweli akikuombea jambo likifanyika, hamtabagini leta pesa fulani, hamtabagini. Ndio baada ya kufanyiwa jambo utaona Mungu amekutendea, wacha niende nikatoe shukrani, nitoe sadaka. Kile utaambiwa leta kitu fulani tununua, ABCD. No. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mathayo 24:24. Haleluya. Mungu alishaiweka wazi 24:24 Mathayo. Bwana asifiwe. Nitasoma, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Sikiliza, watu wamechanganyikiwa. Watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo. Kwanza kuna makristo wa uongo wasema wameokoka, lakini tabia zao, angalia maisha yao. Angalia ongea yao, angalia tembea yao. Ni watukanaji, watu wawivu, watu wana hasira, wamevaa mabili skati barabarani, wamevaa hipster, wamevaa matumbo kati, midomo sijui wamefanyaje. Yaani maisha yao, ukienda kwa inange kuna utakaopata kule, ukija kwa kanisani unapata watu wanafanana, wasio kutofautisha aliyeokoka nani ambaye hajaokoka ni nani. Wakristo wa Mungu, manabii wa Mungu na wako watafanya ishara na maajabu, yamkini hata wateule watapotea. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio wanapotea, ndio watakimbizana. Na maana kanisa sema ishara hizi zitafuatana waaminio. Ishara na miujiza ziko ndani yako. Ndio kulishika neno. Ukilishika neno, hizi ishara ni haki yako. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe utapona, alafu utaponya wengine. Bwana asifiwe. Watatokea makristo uongo, manabii wa uongo, watadanganya wengi, hata walio wateule. Wanaodanganya ni makristo wa uongo. Wakristo wa uongo wanadanganywa na wanadanganywa na manabii wa uongo. Ndio maana shida zinabaki wapi? Pale pale. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa pili 2:9 pale pale. Ndiye Mungu anaangalia, ana macho anaangalia. Nitasoma Wathesalonike wa pili 2:9. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Bwana asifiwe. Sikiliza Mungu anavyosema. Kwa sababu wamekataa ukweli. Haleluya. Ndio maana ukikuta makanisa haya na ukweli wa Mungu hakuna watu. Haleluya. Basi nitaachilia nguvu ya upotevu kwa sababu wamekataa ukweli. Sema Mungu ni walema. Ataachilia nguvu ya upotevu hebu rudia tena pale. Alafu uende kwa kama wanasema wataangamizwa wote. Nitarudia. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaleta nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Bwana asifiwe. Sikia hiyo. Kwa sababu wamekataa kweli, Mungu ataachilia nguvu ya upotevu. Bwana asifiwe. Ili ni waangamie wote. Hawakupenda nini? Ile kweli. Kwa hiyo Mungu anaruhusu. Na wakweli wako na waongo wako. Ukiona mahali ambapo kuna not original,
noti fake, tafuta original. Bwana asifiwe. Amen. Kiona mahali ambapo kuna noti fake, tafuta original. Sababu hakuna fake bila original. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ni vizuri kuwa makini sana. Bila sema tunza sana mtu asije kunyang'anya kile ambacho uko na wokovu wako. Bwana asifiwe. Kama umeokoka, simama na neno la Bwana. Ndio kumwamini Mungu. Wacha kumbizana na vitu. Ukishasikia ni biashara, toroka. Bwana asifiwe. Ndio miujiza inafanyika, vitendakazi viko, lakini matatizo ni biashara, kuuza. Mitume walitumia, Yesu ndio aliponya mpaka matope wakapona, lakini Yesu hakuuza. Ndio anatokea na sisi tusiuze. Sasa ukiona mahali hivi vitu vitendakazi vinauzwa, toroka, ambia Mungu ni pole. Lakini mlango ulioingia ni kwa shetani. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa Yesu mmepewa bure, tweni bure. Sasa kuna makristo wa uongo ndio wanahangaika, wanakimbizana hapa na pale wakitafuta ishara na maajabu mpaka wanaamua, na shida zinabaki wapi? Pale. Kumbuka Yesu ukishika amri na neno na maagizo yake ukiyafanya, lazima atakubariki mjini na mashambani. Hicho mpaka wana wa Israeli walikengeuka, wakamwacha Mungu. Mungu akainua maadui wakawapiga. Bwana asifiwe. Amen. Tena Yesu Mungu akampa nguvu. Yule Gideoni akawapiga. Mungu akampa nguvu, yule jamaa akawapiga. Sababu walimwasi Mungu, walimwacha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Angalia jirani yako, mwambie usimwache Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu hiyo Matthew 7 anzia 15 pale. Usome mpaka mahali utakuta siku wajua nini. Soma tu pale. Unajua kama kweli Mungu atusaidie. Tumtafute Yesu. Nitasoma Matthew 7:15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Hapo angalia sasa, stop kidogo. Hapo angalia wanaofanya hizo ishara na miujiza, angalia washirika wao na kondoo zao vile wanavyokaa. Hao wanauza mawe, kifagio na sabuni na stika, angalia washirika wao vile wanavyokaa. Yaani mti mbaya hawezi kuzaa tunda jema, wala mti mzuri hawezi kuzaa tunda baya. Hapo ndo tunajifunza hapo. Manabii wa uongo, system yao, angalia makanisa yao, watu ambao wamejaa huko ndani, walivyokaa, tabia zao, maisha yao yanadhihirisha wokovu ama yanaonyesha kwamba hawa watu hawajabadilika. Bwana asifiwe. Amen. Let's go to Endelea. 18. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu anayeniambia Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sikiliza hii. Makristo wa uongo wanaambiwa kufanya ishara na maajabu na miujiza mingi sana. Haleluya. Amen. Watasema Bwana, Bwana, hatukutoa pepo kwa jina lako. Bwana
unaamini tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hawezi kutaja jina lingine. Na uweze kupata noti fake bila origin. Bwana asifiwe. Lazima watumie nini? Jina la Yesu. Anasema sio watu wanataka Bwana watakaoingia katika nini? Ufalme wa Mungu, kufanya kwao miujiza, ishara na maajabu. Isifanye kuamini kwamba ni wa ukweli. Angalia tunda. Maana tukaona kwamba mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya na mti mbaya hawezi kuzaa matunda mema. Kabla Biblia inasema kwamba zichunguzeni hizo roho. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Yaani Mungu amekuchunguza hizo ingia, lakini chunguza hii ni ya Mungu ama ni ya Shetani. Ukiona hizo vituko viko huko, sema Mungu niponye. Toroka, tafuta mahali ambapo kuna ukweli wa Mungu ukusaidie. Bwana asifiwe. Maana Yesu hakuhubiri mambo ya vitu. My friend, nenda usome Injili ya Yesu yote. Hakuhubiri kupokea magari, nyumba, kwenda kupokea visa, kupata mke wa kizungu. Yesu hakuhubiri Injili kama hiyo. Alihubiri kuhusu habari ya toba. Maana kama mtu akitubu, mtu akiacha dhambi, baraka ni haki yake. Sababu huyu ni mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu akitubu, akiacha dhambi, mtoto wako kule nyumbani akiwa mwaminifu, ukimtuma anaenda. Kila mtu anataka afanye anafanya, ni mwaminifu kwako, uko karibu na wewe. Wakati utakuwa na mahitaji, wewe utakuwa na udhaifu wa kumpatia kwa sababu yeye ni mwaminifu, anakutii, anafanya unavyotaka. Bwana asifiwe. Ni haki yake. The same you kama mwana wa Mungu. Vyote ambavyo Mungu ako navyo, fedha na hapo ni mali yake. Dunia na vitu vya ajabu ni mali yake. Ukiwa mwaminifu kwake, yeye atakupatia, ni haki yako. Shika neno la Bwana. Tembea katika njia za Mungu. Fanya mapenzi ya Mungu. Achana na dhambi, utamuona tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sije kadanganya, unapitia kwa sababu umelogwa na watu wa kwenu, sijui ndugu zako, sijui fulani. No, ukiwa mwaminifu kwa Mungu, ukiwa sio mtenda dhambi, huyo mchawi anatoka wapi? Hiyo mganga anatoka wapi kukuloga? Labda wewe umefungua mlango, tumeanguka kwenye dhambi. Kama umeanguka kwenye dhambi ndio atakupata. Acha nikwambie ukweli, kama umeanguka kwenye dhambi, huyo mganga atakupata na mchawi atakupata. Shetani atakupata tu. Lakini kama hujaanguka kwenye dhambi, uko na Yesu ndani yako, Shetani hana uwezo juu yako. Wala mganga, wala mchawi, wala mizimu ya kweli. Amen. Ana uwezo juu yako. Babu zako na maneno walipolala wazaa na hata usiwaote tena. Amen. Haleluya. Amen. Unajua wakati mwingine unawaota kwa sababu nini? Unafikiria vile walivyokuwa wanakupatia mkate na chai, unafikiria ndio kwa wanakupatia soda, wanakupatia pipi na peremende, ndio maana unawaota. Sahau hao watu kabisa. Wasahau wao walishaondoka. Mungu anasema yeye sio Mungu wa wafu, yeye ni Mungu wa walio hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Sio Mungu wa wafu, ni Mungu wa walio hai. Kwa hiyo wewe kama umeokoka, wacha Yesu akae ndani yako. Yesu akiwa ndani yako, baraka za Mungu ni haki yako. Adui ana uwezo juu yako. Wachawi watakuja, sema adui atakuja kwa njia moja, atakimbia kwa njia saba. Haleluya. Ni Yesu mwenyewe anasema watakuja kwa njia moja. Imagine wanakuja kwa njia moja, watakimbia kwa njia saba. Jeremiah chapter 1 verse 19 anasema watashindana nawe lakini hawatakushinda. Haleluya. Amen. Hata kama wako hapa hao wanaitwa Freemason, the voice kwa wote, kama wanajua kuloga watu waje kwao. Haleluya. Bwana waje kwa wanajua kuloga sana na kuwa sana. Kwangu nimewakaribisha wakuje. Watakutana na simba wa kabila la Yuda. Yesu ametulia. Paulo akasema sio mimi ninaishi ila ni Yesu anaishi. Sio Peter anaishi ila ni Yesu anaishi. Kumbuka Peter alikuwa anaitwa mperembi, alikuwa mwizi, alivuta madawa ya kulevya, alivuta bangi, alikunywa changa, alala barabarani, wakasema amekufa. Leo yuko hai. Sio Peter anaishi, sio mperembi anaishi, ni Yesu anaishi ndani yako. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama ni Yesu anaishi ndani yangu, hakuna chochote kile kinaweza kunidhuru. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana
watapigana wewe, lakini hawatakushinda. Kumbuka tunajifunza kwamba ukimwacha Mungu tu umefungulia adui mlango wa kupiga. Haleluya. Mimi sijafungua mlango. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi sijafungua mlango. Wakija wanakuta mlango geti liko nzito kabisa. Yaani Yesu ametawala. Haleluya. Wanakimbia wenyewe kwa njia gani? Kwa njia saba. Hata kwako watakimbia kwa njia saba. Amini leo watakimbia kwa njia saba. Amen. Amini leo watakimbia kwa njia saba. Amen. Kwa njia moja watakimbia kwa njia saba. Amen. Walitaka ukufe wewe, watakufa wao. Amen. Walitaka watoto wako wasifanikiwe, wako ndio hawatafanikiwa. Walitaka ufukuzwe kazi, wao watafukuzwa kazi, wao watapandishwa cheo. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Walitaka huduma yako isiendelee, yako ndio haitaendelea, yako itaendelea mpendo. Haleluya. Amen. Wakati mwingine walisema hutaolewa, watakuja kula keki yako. Haleluya. Wao hata wale watakuja kula keki yako. Walisema tu utaoa. Yaani utaoa na shela utaoa. Hiyo harusi itakuwa kimataifa. Maana huko na Yesu ndani yako. Yaani hao wachawi wanakuangalia, wanaanza kukonda wewe. Wakifikiri wewe unakonda, wao wanakonda. Kama Yesu yuko ndani yako. Haleluya. Hawaganga wanafikiri utakonda, wao ndio wanakonda. Unakufa leo, wanakufa wanakuacha. Bwana asifiwe. Sababu hujamwacha Yesu. Yesu yuko pale wako. Akupigania, akutetee. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Jitambue mpendwa. Wacha kuhangaika. Mkamate Yesu vizuri. Amen. Haleluya. Ukimkamata Yesu vizuri, utaishi maisha ya ushindi. Bwana asifiwe. Yesu anasema kama yeye alishinda, hata sisi tunashinda. Amen. Si ni rafiki zake, tena anatuita ndugu zake. Nenda soma maandiko vizuri. Haleluya. Amen. Sema kuna wakati ilifika siwaiti tena rafiki, ila nawaita ndugu zangu. Bwana asifiwe. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Ile kitabu cha Waamuzi sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 6. Bwana asifiwe. Hapa tutaenda mpaka 15. 6 mpaka 15. Nitasoma Waamuzi 10:6. Kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana, wakawatumikia Mabaali na Maashoreti na miungu ya Shamu na miungu ya Sidoni na miungu ya Moabu na miungu ya wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti. Nao wakamwacha Bwana, wala hawakumtumikia yeye. Hasira za Bwana ziliwaka juu ya Israeli, akawauza na kuwaua mikononi mwa Wafilisti na mikononi mwa wana wa Amoni. Nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli mwaka huo. Waliwaonea wana wa Israeli wote waliokuwa ng'ambo ya pili ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyoko huko Gileadi muda wa miaka 18. Wana wa Amoni nao wakavuka Yordani ili wapigane na Yuda na kupigana na Beamini na nyumba ya Efraimu. Basi hivyo Israeli walikuwa wanasumbuliwa sana. Ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakisema, sisi tumekufanyia dhambi. Waache tu hapo, watajisikia kujisomea wenyewe. Asante sana. Sikiliza. Anasema kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za Bwana. Sio walikuwa wanafanya mara moja. Walikuwa wanarudia tu. Desema hata wewe. Haleluya. Hata wewe. Yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Wakamtumikia Mabaali na Maashtoreti na miungu ya Shamu na miungu ya Sidoni na miungu ya Moabu na miungu ya wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti, nao wakamwacha Bwana, wala hawakumtumikia yeye. Wakaanza kutumikia miungu mingine. Yawezekana una hukumu hii miungu yao, lakini wewe kuna Mungu wako unamtumikia wewe. Unampenda kuliko Mungu aliyekuokoa. Huyo ndio Mungu wako unayemtumikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna kamungu ambapo uko nako
ambapo kanakutoa kwenye mpango wa Mungu, kanakufanya ushinde kufanya maagizo ya Mungu, kanafanya ukae mbali na Mungu, kamekuweka bize kabisa. Haleluya! Wakati Mungu anataka ushirika na wewe haupatikani. Bwana asifiwe. Kamekutoa kwenye mpango wa Mungu, umekuwa Mungu, mtu wa wivu, mtu wa hasira, mtu wa chuki. Bwana asifiwe. Maisha ambayo kabisa hayamfurahishi Mungu. Umekuwa ni ufisadi. Tabia ambazo zimpendeze huko kanisani, mzee wa kanisa, bado na mpango wa kando. Wewe ni kijana bado unajificha vichochoroni, unaenda na wadada wenyewe. Wewe ni dada bado unaenda na wazee wa wenyewe, unasema umeokoka. Bwana asifiwe. Tumiungu. Hiyo biashara yako ya magendo imekuwa bahari wako. Wewe hapo kazini hautendi haki, umeandika mfanyakazi lemeni, haumlipi mshahara wako. Yamaliza miezi mitatu hujamlipa, ngojea tu. Unamtesa. Na unasema umeokoka kwa kanisa. Bahari. Nafikiri magonjwa yataondoka. Hiyo kansa haitakuacha. Hiyo TB haitakuacha. Hiyo pressure haitakuacha. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hautendi haki. Unapomnyang'anya huyo maidi mshahara wake, unapomtesa na mshahara wake huyo maidi, unapomsumbua kumlipa, hautendi haki. Na umeokoka, unakaribisha kupigwa na shetani maishani mwako. Hiyo ndio bahari wako. Mungu anaonekana kwa mtu ni mwenye haki. Anafanya mapenzi yako, ni mwaminifu. Mtu ambaye kabisa maisha anaushirika na Mungu. Bwana asifiwe. Maisha yasiyompendeza Mungu yasiwe sehemu yetu tuliokoka. Tuache kung'ang'ana hiyo muujiza unaotafuta, unanunua huko ndani yako. Ni wewe tu badilisha tabia zako. Bwana asifiwe. Amen. Badilisha tabia zako. Ishi maisha ya wokovu, ishi maisha matakatifu. Au tahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kinachosababisha tunaishi maisha ya mateso ni kwa sababu nini? Hatujakubali. Ndio maana hicho kitabu cha Deuteronomy 28 kuanzia from verse 1 mpaka 3 napenda kukirudia sana, sababu nakumbuka maisha yangu kabla sijaokoka. Kinanisaidia sana kumtafuta Mungu anisaidie. Sasa najua baraka zangu ni haki yangu. Ni haki yangu. Sababu nina Mungu ndani yangu. Labda wakati wa Bwana hujafika, lakini si Mungu anasemanga na mimi nitangojea. Ayubu alipopigwa na majaribu hakutafuta na Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ayubu alipopigwa na majaribu sababu alikuwa anamkadiria ni Mungu. Haleluya. Wewe hakutafuta mtume wako wapi? Nabii yuko wapi? Mtu wa kumtabiria yuko wapi? Haleluya. Alimjua Mungu wake. Kwenye jaribu lake pamoja na mandugu mwambia kwamba amemkosea Mungu, alisema hapana, najua Mungu wangu ni mtetezi wangu, yuko hai. Haleluya. Kenda kusoma kwanza from verse 1 chapter 1 from verse 1 utasoma maisha ya Bwana. Alimngojea Bwana. Na wakati alimngojea Bwana kwa nini jaribu, Bwana alikuja. Japokuwa watu waliona ameisha. Mke wake akamtukana, wewe mwanaume wa aina gani? Kila siku Mungu, mtukana Mungu ukufe. Mali leo na afya imepigwa, bado nang'ana Mungu, mtukana ukufe. Ayubu akamwambia, mbona unaongea kama wanawake wapumbavu? Tupate na mema tusipate na mabaya. Bwana ametoa jina la Bwana libarikiwe. Alimjua Mungu wake, akamtegemea Mungu wake, na Mungu alikuja. Tunasoma pale fuatilia Ayubu alipata damu mara mbili ya vile alivyokuwa navyo. Hata watoto wasichana waliopata wakati wale bila sababu walikuwa wazuri kuliko wale wa kwanza. Bwana asifiwe. Kwenye jaribu lako ukingojea Mungu anakuja, linakuja kukutoa chini na kuweka juu. Endelea kumwamini Bwana. Haleluya. Mwamini, wacha kutoka kwa Mungu. Kinachosababisha
wapitie shida zingine, wanafungua mlango wa adui, na Mungu anaruhusu wapigwe. Kwa sababu nini? Wameacha maagizo ya Bwana, wamemwacha Mungu, miungu mingine. Bwana asifiwe. Uko namtumikia Mungu vizuri kabisa, umeacha kumtumikia Mungu. Kwenye ile huduma uliokuwa nayo, umekamatwa na vitu, aidha ni kazi, aidha ni biashara, aidha ni chochote kimekukamata kikakutoa kwenye ule mpango wako, kwenye ile huduma yako ya kumtumikia Mungu. Huyo ndiye amekuwa Mungu wako. Wakati mwingine unaweza kumwita Mungu asikujibu, asionekane. Kwa sababu nini? Umemwacha Mungu. Bwana asifiwe. Yesu akainua mtu mmoja, akampa nguvu, akawapiga wale jamaa. Haleluya. Amen. Wakateseka kwa sababu walimsahau Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wangapi wanampenda Mungu? Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kumpenda Mungu ni challenge wapendwa. Kumpenda Mungu sio rahisi. Tunasema Bwana asifiwe. Kumpenda Mungu ni kusacrifice. Rumi 12 chapter 1 inasema kwamba chapter 1 verse chapter 12 verse 1 inasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu kamili ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Bwana asifiwe. Amen. Kujitoa. Haleluya. Wanangu, ukisema unampenda Mungu lazima umaanishe. Bwana asifiwe. Lazima ujitolee, uwe sadaka. Bwana, uwe nini? Uwe sadaka. Bwana asifiwe. Leo unampenda Mungu na kumwambia kwa sababu sasa unakuta pastor amesha kanisa, amepanguza miti, amefanya usafi, lazima unampenda Mungu. Unakuja sadaka. Umeona na pastor ni babu yako. Sasa wewe niambie uko upendo kwa Mungu kwa Bwana asifiwe. Vijana wanalala, pastor anafanya usafi kanisani. Lazima unampenda Mungu. Hapo na ngoja ubariki kwa Bwana asifiwe. Haleluya. Wanangu mtanielewa tu. Tunajua niko karibu. Lazima niwape dawa yenu. Sijui yule mtakayekutana naye ndani. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima maanishe. Mimi nije nioshe church. Nifanye usafi kanisani. Hapo wananiambia wanampenda Mungu. Hiyo Mungu ni mpendo. Hata jana nilikuwa kwa pekee yangu jioni, Bwana asifiwe. Kumpenda Mungu kuna gharama yake. Kumpenda Mungu kuna gharama yake. Kumpenda Mungu kuna gharama. Kiona tuko hapa ni gharama. Bwana asifiwe. Hizo baraka tutafuta zaidi kwa wengine. Kwa wengine. Sasa una mtoto unanyonyesha. Bwana asifiwe. Una watoto wanakusumbua. Alafu wewe mwenyewe unakuja mwenyewe kuna wakati unafanyaga, lakini simfanye basi kila siku basi. Bwana asifiwe. Simfanye basi kila wakati. Si unafika wakati unaweka tena break. Unajua watu wakiona pale ndio wanashangaa. Ile pasa ndio anafanya usafi chake. Yeye ndio mtaibika, sio mimi. Bwana asifiwe. Yeye ndio mtaibika, sio mimi. Wakiniona nafanya usafi hapa na nyinyi mko mnakuja, yeye ndio mtaibika, sio mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Usalimie jirani yako, mwambie hiyo ni yako. Haleluya. Mwambie ni yako. Bwana asifiwe. Mwambie tu ni yako. Tena kwa furaha, kwa kutabasamu. Angalia na sura yake. Mwambie ni yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio mwingine kama mimi hapa. Hata ni hiyo mtakuta amefanya hivi zote hapa mnaona. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima msacrifice. Mimi kwa hapa Kenya nimesacrifice. Nimefika wakati sasa nimesema sasa nifanye maneno. Kwa kazi ya Mungu ni kusacrifice, ni kujitolea, ni kujitolea mwanangu. Kama nataka kutoka mbele kwa watu wengine, lazima msacrifice. Kama mtaenda hapa, kile ikinoa tazunguka mahali pamoja kama ni jamaa.
mnazunguka, sina anatabia kwambia mtoke hapo. Mpaka mtu aje watabiri. Mpaka aje nabii watabiri na waangushe tena huko chini. Na mmeshafundishwa neno hapa ni mkole. Nikamwambia mje muangushe tena kwa mavumbi huko na tabiriwa tena huko. Unajua sababu hujafanikiwa. Uliignore pastor wako. Huko amamalifu kwenye huduma yako. Huko endelea yake huduma yako. Kiambiwa hivyo najua mnatetemeka. Lakini neno hili likisema hamtaki kusikia. Hivi kitabiwa kama mnatetemeka mpaka mnaanguka chini kabisa. Na hata sadaka kubwa mtatoa. Tabiriwa. Neno hili wacha nikutabirie. Na halafu ufanye haki. Kuna Mungu kwenye maisha. Kwenye maisha yako tupe makofi mazuri. Haleluya. Bado mnanipenda. Bado mnanipenda. Daktari mzuri anakuambia teremsha skati. Sindano hata kama itakuwa chungu lakini utapona. Hiyo kisa nenda kia chungu utapona. Bwana asifiwe. Jifunza kuhusu nini? Kwamba tunapo nini? Bwana asifiwe. Tunapomwacha kufanya maagizo ya Mungu, Mungu anaruhusu maadui kutupiga. Bwana asifiwe. Kwa mpendwa, kwa makini sana. Kwa makini sana. Sana. Kama una Mungu ndani yako, tamani sana kwa rafiki ya Mungu, kwa washirika na Mungu, tembea katika njia za Mungu, Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Yesu makofi mazuri na kwa tusimame.